vitabu vimeshafika. Kwa hiyo kuanzia Jumapili wiki ijayo tutaanza vitabu vipya. Kwa kuwa tumekimaliza kitabu, tumeanza nacho mwanzo wote na mpaka sasa tupo wote. Ningependa tu kila mtu awe anatuelezea tu kwamba kupitia kitabu hiki somo fulani nijifunza jambo fulani. Bwana asifiwe. Nitafurahi sana. Nitasema kweli kitabu tumekimaliza na tumeelewa. Maana tusome kitabu ili tukimalize. Tunasoma ili kuelewa. Bwana asifiwe sana. Atusome kitabu ili tukimaliza kwamba nimekisoma nimekimaliza. Tunasoma ili tukielewe. Ndio maana tunapomaliza kusoma tunakihifadhi nyumbani kwa ajili ya kuwa tunaendelea kusoma zaidi na zaidi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ningependa kusikia wawili watatu kwamba kupitia kitabu hiki somo fulani au kipindi fulani likinigusa sana, somo fulani au neno fulani, na nilijifunza kitu fulani, ili hata kama kuna wengine wageni waelewe kwamba kitabu hiki tumeanza nacho, kuna mambo kadha wa kadha tumejifunza, ili na yeye anaweza kukitafuta kitabu hiki. Vipo. Bwana asifiwe. Anaweza akaja hata kwangu nikamwazimisha, nikampa akaenda kujifunza zaidi na zaidi. Kwa hiyo ningependa tu mtu mmoja au wawili wasimame watuelezee kitabu hiki tangu tumeanza Januari 4 nimeweza kujifunza kitu fulani na kitu fulani. Bwana asifiwe sana. Nitafurahi sana. Pia nitaona kweli tumekimaliza kitabu na sio kukimaliza tu, tumekielewa. Bwana asifiwe. Bado unatafuta? Madam, kipi umeelewa tangu tumeanza kitabu hiki mpaka leo kufikia hapa? Maana tunaweza kusema tumemaliza kitabu. Kweli tulikuwa tumemaliza kitabu, lakini tulikuwa hatujakielewa kitabu. Kwa hiyo kitakuwa haina maana kwamba tumesoma kitabu ili tufanyeje. Kwa maana tumekuja wote kujifunza. Karibu. Mpe maiki. Sikia wote vizuri. Nitaelezea katika somo ambalo lilikuwa linaitwa somo la 10, linaitwa mwanamke Mshunami. Amina. Mwanamke Mshunami alikuwa ni mkarimu. Amina. Alikuwa mkarimu, alikuwa na karimu wageni katika malangoni pake. Kwa hiyo ukiwa mkarimu, yani kwenye malango yako, yani maana unakuwa na, yani ni mtu ambaye kwenye malango yako unakarimu wageni. Kwa hiyo unaweza ukakarimu hata malaika pasipo kujua. Kwa hiyo somo mimi lilinibariki sana kwa sababu lina faida nyingi. Bwana asifiwe. Amen. Ameelezea vizuri kwamba unaweza kukarimu wageni ukakaribisha malaika pasipo wao kujua. Hebu mtu mmoja atufungulie Waebrania 13 mstari ule wa 2. Waebrania 13 mstari wa 2. Bwana asifiwe. Amina. Usisahau kuhifadhi wageni, maana kwa ajili hiyo wengine waliwakaribisha malaika pasipo kujua. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona jinsi gani somo lile lilitugusa na lilituhamasisha kwamba mnapoona wageni msisahau kuwakaribisha, na kupitia somo hili tulijifunza mambo mengi sana. Tuliona mwanamke yule alimkaribisha Nabii Elisha
Bwana asifiwe. Alimkaribisha. Alikuwa hamjui, lakini alimkaribisha na alimpa mahitaji yote. Na alimshauri mume wake wamtengenezee nyumba ambayo watamwekea kila kitu ndani yake. Bwana asifiwe sana. Somo lile kwa kweli lilikuwa lina mambo mengi na tulijifunza vitu vingi sana. Kwa wewe unaweza kwenda kupitia. Somo hili lilikuwa lina Wafalme ngapi? Wafalme wa pili kuanzia ili kwa wewe unaweza kwenda kupitia kuangalia mambo gani tulijifunza kupitia somo lile. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kupitia somo hilo mwanamke mshunami tulijifunza mambo mengi sana, ukarimu na tuliweza kuona faida ya ukarimu. Maana hapo mbeleni ukisoma vizuri hicho kitabu tuliweza kuona mwanamke yule aliulizwa, yule nabii Elisha aliulizwa, "Je, tukufanye amri mkuu wa majeshi?" Yaani aliambiwa vitu vingi afanyiwe, lakini alikataa. Bwana asifiwe. Na mwanamke yule ukiangalia alikuwa ana umri mwingi, miaka mingi sana, lakini alikuwa hana mtoto. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kupitia ukarimu wake tuliweza kuona baadaye aliweza kupata mtoto kupitia ukarimu wake. Kwa hiyo tunaona faida ya ukarimu. Aliweza kupata mtoto ambapo asingekuwa na ukarimu basi yule mtoto asingempata. Kwa hiyo tunaona faida ya ukarimu sana. Mwanamke yule kwa kweli alikuwa na moyo wa kipekee. Pia kupitia somo hilo tulijifunza kwamba maana baadaye hapo mtoto alipewa mtoto, lakini baada ya muda akazaa mtoto yule alifariki. Kwa hiyo kwa haraka mtu angeingia kwenye lawama kwamba umenipa alafu umenyang'anya, kwa hiyo umekuja kunilingishia. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kwa haraka hapo mtu angeanza kufikiria mawazo mabaya, angeanza kutafuta njia zingine ambazo hazifai. Lakini ukiangalia vizuri somo hilo tuliona kwamba mwanamke huyo alimfuata tena na nabii Elisha, akamuelezea shida yake, na nabii Elisha akaingia ndani, akafunga milango, akamuombea yule mtoto, akafufuka. Kwa hiyo tuliweza kuona jinsi gani imani, yaani unakuwa na imani kwamba nina hakika Mungu anatenda. Hata kama itokea changamoto gani, bado una uhakika atatenda. Unakuwa usiti kwenda kwake kumuelezea shida zako. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunapaswa sana kuwa na imani, kuamini kile jambo au kuamini kila jambo ambalo linatendeka kweli ni mipango ya Mungu na Mungu yupo kwa ajili yetu. Kwa hiyo hata kama unapitia shida, lakini majaribu ni mtaji. Kwa hiyo usiogope. Mungu akubariki sana kwa hilo somo. Kwa kweli hata mimi kupitia ile somo nilijifunza mambo mengi sana. Kuna mwingine ambaye anaweza kutuambia kitu gani alijifunza kwenye kitabu hiki? Amina. Kwa mimi kitu ambacho nilichojifunza katika kitabu hiki, nilijifunza katika somo ambalo linasema wito kutoka Makedonia. Amina. Ambapo tuliona jinsi gani Paulo ambavyo alitaka kwenda kuhubiri Galatia, lakini tunaona Roho Mtakatifu alimzuia asiende huko Galatia. Tukaona Paulo akatii sauti ya Roho Mtakatifu akaacha kwenda kuhubiri huko Makedonia. Tena tunaona tena Paulo akajaribu tena kwenda kuhubiri Bithinia. Tunaona Roho Mtakatifu akamzuia. Vile vile Paulo akawa mtii kwa ile sauti ya Roho Mtakatifu aliyozuiliwa. Lakini tunaona Roho Mtakatifu alikuwa ameandaa mpango mzuri juu ya Paulo. Tunaona siku moja Paulo akiwa amelala alipata maono. Mtu mmoja kutoka Makedonia akawa amesimama wakati wa usiku huo, alipata maono Paulo. Mtu mmoja kutoka Makedonia alikuwa amesimama akimwambia, "Vuka uje huku Makedonia utusaidie." Lakini tunaona Paulo alitii yale maono, na pia Roho Mtakatifu akampa ruhusa ya kwenda huko Makedonia. Tunaona akaenda kule Makedonia,
na Mungu alikuwa ameandaa mkakati mzuri kwa ajili ya Paulo. Tunaona Paulo alipofika kule Makedonia na Mungu alikuwa amemwandalia mtu kwa ajili ya kumpokea Paulo. Tunaona Paulo alipofika kule Makedonia alitumika vizuri na kazi ya Mungu ilienda vizuri na watu wakaokoka kupitia yeye Paulo. Bwana asifiwe sana. Hebu mpigie makofi. Mungu awabariki sana. Kupitia hapo nimeona kweli kitabu tulikielewa. Na andiko hilo lilikuwa linatoka Matendo ya Mitume 16 mstari wa 6 mpaka ule wa 15. Bwana asifiwe. Amina. Labda niulize swali. Kwa nini tuliokuwa mwanzo mpaka mwisho? Kupitia ulivyosoma kitabu hiki mwanzo hadi mwisho, kitu gani umegundua? Kwamba kitabu hiki kimekuja lakini kimebezi sana kwenye kitu gani? Bwana asifiwe.